utuke bishop mweka. Apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Huyu wa AIPC ambaye alihusika kukuweka heshimu watu wote walisaidia wewe kufika mahali ulipo. Hakuna mtu wa university anaweza kusema ile na heshimu authority ya serikali na authority ya dunia. Haribu kanisa la Bwana. Askofu, leo tumesoma qualifications zako. Kweli. Please, wanawake wale wako kwa kanisa hii, huyu jamaa. Ambia bishop, your wife anaweza kutu excuse tuongee please. Nini ajui dunia hii? Muone wakiwa wawili. Maana ukiwashwa na bishop peke yake, utamwambia mambo ya gynecology. Huyu ni bishop, hapana daktari. Ninaambiwa na wangojeri wa gyno. Si daktari huyo. Kwa hivyo iwe ni ya line ya uelewe, hii ni ya daktari, hii ni ya bishop, hii ni ya mzee wa kwako. Mambo ya mzee usimpelekee. Tafadhali msimamishe hii mtu. Na nyinyi wanaume wa kanisa hii, msimame na hii kasi ya Bwana. Mjitolee fungu zenu za 10. Na sadaka pastor dainaina keujo kiugiothe. Ni pastor nyinainete. Sasa na wewe unajua hakuna mtu hakependa hapa kutetemesha wanawake. Nyinyi wanaume mko hapa mngependa kutetemesha mdada. Hata sisi tunapenda. Kwa hivyo mlinde mtu yetu asianguke. Bwana Yesu asifiwe. Na wale mtashaguliwa kwenye uongozi. Maana hata Yesu akiwa hapa duniani alikuwa na watu 12. Wale mmesukuka 12, mmesukuka huyu mtu. Msimwangushe. Msiibe sadaka yake. Hata ikiwa nyingi usiseme kiengei ya juangi. Tafadhali usiibe sadaka yake. Mnasikia matreasure? Usiwe Judas kwa kanisa la Bwana. Hapana iba sadaka. Hapana ongea vibaya juu ya mtu wako. Mtu hujengwa na maneno, ubomolewa na maneno. Tujenge mtu huyu na maneno yetu mazuri. Hata kama ameongea kitu kwa kanisa, huo ni mtu, sisi ni watu. Kuna wakati tunaongea maneno, mtu mwingine anasikia hatukuongea vizuri. Lakini tukiwa na watu waaminifu, watatujenga, watatusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia imesema bishop awe na hospitality. Imesema ya kwamba awe na mtu wa kuheshimu na awe na self control. Kwa nini qualification hizo zote askofu? Anatakana afanye nini bishop? Anatakikana apate kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima kwa bishop imetumwa kwa wale wasiotii, wenye maneno yasio na maana, wadanganyaji. Bishop, tumekuinua umalize udanganyaji katika kanisa. Kanisa la Bwana lisiwe na wao vinywa vyao. Ati mafuta ya bishop ndio mnaziba vinywa. Na kwa hivyo ukisema mtu ni mzuri,
Usiende kuwa mwanasiasa ndio usaidie wanasiasa katika kazi ya Mungu. Usione watu wengi alafu anze kusema haya hizi ni kura gapi. Tafadhali wachana na kura. Kura ni za deputy kufikisha watu hao wote mbinguni katika jina la Yesu. Na hauwezi kusimamia mautawala mawili na ushinde. Hivyo ndivyo tulimba wimbo hapa. Ndũngĩhota ũthamaki wa mwĩrĩ na kĩ? Ũthamaki wa mwĩrĩ na wa roho ndũngĩhota. Wa mwĩrĩ nĩ ndũngĩhota meri. Nyita ũmwe nĩgetha ũgacĩre. No ndũngĩhota kũrĩa na gũkũ. Nĩgetha mũtongoria na moyo ũraigua Ngai nĩ ndahoya na Ngai akaigua. No ithuothe tũngĩtuĩka wanasiasa tũkũhoerwo nũ? So lazima tuombe. Tondu andũ aya nĩ mariũka gũkwĩra hoera. No ũngĩona mũndũ wothe wa siasa akwĩrĩte hoera, ũmũhoere na ihenya. Tondu tene mathiaga kũndũ tũnyũmba tũngĩ ũtukũ makahakwo maima ng'ombe na indo ingĩ. Magetio njagathi magoka gũtwĩra rĩu tũhe ikura na njagathi. Rĩu mũndũ akwĩrĩte hoera ũcio ona ũngĩenda kũmũhaka tũmaguta tũu twaku tũnini mwake atutongorie. Haleluya. Nĩndamwĩra wega. Na magũthũkie. Na nĩ mathũkĩtie ahunjia aingĩ gũkũ ndanoria. We ũrenda kũrũgama. Akanjĩra nĩ acirika maranjĩrire. Ya Kenya inasikia. Baada ya kukuweka mafuta saa hii wewe ni mtarajiwa. Tuko dakika chache tukufanye sasa askofu hapa na tutamuita hapa mbele wakati ukifika ndio tuweze kufanya hiyo kazi. Lakini mimi nikae chini kidogo, tuchukue sadaka kisha nisimame na makaratasi hapa ni muongoze kuapa na kuingia katika hiyo ofisi. Na within the next few minutes askofu utakuwa bishop wa JCM. Amen. So wacha tuombe. Baba wa mbinguni katika jina la Yesu, ninakuuliza usikie kilio changu na maombi yangu siku hii ya leo ambaye tumelete mtu yako hapa aweze kuteuliwa na kuwekwa mafuta afanye kazi yako. Ninaomba utukufu wako uonekane na nguvu zako zisibitike. Na sasa ninapoketi chini Bwana, ninaomba baraka juu ya watu wote na kila mtu aliye hapa mgonjwa. Naomba umuponye katika jina la Yesu. Kila mtu anapitia matatizo hiyo ifike mwisho katika jina la Yesu. Kila mtu mwenye kulemewa na mashida mengi, suluhisha. Na zaidi ya yote Baba, tunakuomba kwa sababu ya nchi ya Kenya. Wakati huu kuna mavutano mengi kati ya vijana na watu wale wengine wote Kenya na serikali ya Kenya. Tunaomba Bwana ya kwamba utatuliza mioyo ya watu hawa, kuwe na amani nchini Kenya na mambo yale yanafanya wazozane Bwana uyatulize. Tunaomba divine intervention in the country of Kenya. Tunaomba mkono wako ulio hodari ushuke kwenye nchi hii Baba, ndio tuwe na amani na tuendelee na mambo yote vile tunapasa kufanya. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Swali langu la mwisho ndio sasa nikae chini. Ni nani angependa kuokoka siku ya bishop kuteuliwa? Umesikia neno, umefikiria siku nyingi na umeona ungependa kuokoka kumkubali Yesu awe mwokozi wako. Ningependa uinue mkono wako mahali ulipo nikuone. Unasema leo ni leo mimi nitapeana maisha yangu kwa Yesu. Inua mkono mahali ulipo nitauona. Hata wale wako horo ya nje ukiinua nitaonyesha umeinua. Inueni mkono. Kuna mikono mingapi? Inua kabisa, inua kabisa. Mnaona mikono imeinuliwa na watu wanasema leo watamfuata Yesu kuanzia leo. Tuwapigie makofi watu hawa. Mikono. Baba, ninaombea yule ameinua mkono. Bwana asifiwe. Let's appreciate our Archbishop for the good word of the Lord. Neno ambalo limejaa hekima, ushauri na mtarajiwa lakini kwa sisi zote. Amen. Saa hii tunaingia kwenye kipindi cha kuweza kujitolea sadaka. Lika Lefred Gitahi
Hawa nao ni wachungaji wetu kutoka upande wa Nakuru. Dorcas all the way from Nakuru, makofi mazuri. Our pastor, Pastor Martin, pia mpigiani makofi mazuri. Our pastor Nelson Kefirio Kefara amesimamia JCM Keno, wapi makofi mazuri. Pastor Joyce Chogoria, thank you so much. Pastor Mwangi ndiye amesimamia JCM Girigiri, wapi makofi mazuri. Elbagon, Mungu akubariki sana. Pastor Ann amesimamia Njoro, thank you so much. Our brother Maxwell all the way from upande wa Nyahuru. Our pastor from Maimayo, Pastor Joseph, thank you so much. Our pastor from Francis, Pastor Francis, thank you so much. Pastor Wakoibi from Kangema. Pastor Mwangi from Gilgil, Mungu akubariki sana. Our pastor, huyu ndiye amekaribia kanisa yetu ya Takoma, ni jirani wa Kanzole wa America, all the way from Eldoret. Tumpigieni makofi mazuri. Thank you so much. Our pastor from JCM upande ule wa Nyahururu, huyo ndio mume wa Pastor Joan. Huyu naye ni mke wangu, ekiraka ni dhoguo. Huyu naye anajulikana kama Cecilia Ngoge, ndiye mke wangu. Mungu akubariki sana. Our pastor mke wa Reverend Muriithi all the way from Nyeri, thank you so much. Sasa hawa karibieni hapa. Huyu na yeye ambaye hako hapa anajulikana kama Pastor Kuria, ni pastor wetu mtarajiwa, mpigieni makofi mazuri. Sasa hawa kwa sababu ni wengi na ninaweza shindwa kuwatambulisha kila mtu na jina lake kwa dakika moja, sema tu jina yako usimamie watu wote wa Narok. Pigieni JCM Narok makofi mazuri katika jina la Yesu, jina peke yake. Reverend Simon Olelenjer from Narok County. Wow. Na mke wangu huyo. Thank you. Wapigieni makofi mazuri JCM Narok. Mungu awabariki. Si unisalimie kwanza. Thank you. Yeah. Karibu. Yeah. Mtarajiwa wa prayers. Amen. Beyond boundaries. Zima. God bless. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Thank you askofu wetu, Archbishop, the Archbishop wa Ng'ombe, rafiki yangu mama, and all the clergy, Your Excellency, the Deputy President, the man we are praying for and God hears us, the leadership, all of us gathered here today. My friend, my son, Mama Superior is standing in front of you. Ajetaga Mama Superior. And on behalf of Kameme Kayukamu igene joe muri athikiriria aito kuma kondo gutiganite, but on behalf of Kameme Kayukamu igak Bishop, and thank you for standing there. Dagika ciakwa igire, I came to Kameme miaka 24 na nuthu mihituku, actually the oldest, na ngiambiriria kuhoyaga kou Ngai akarehe andu a kuhoya. And as we continued over the years, hidimwe Bishop riria mwanake oyu to me ni mwanake wakwa, and I love him so much, na ni oyo guo twanarua no gatutigithukania bara no twaruaga ni undu ni ndonaga kiria kirahanika umuthi, and so we cannot fight anymore. Over the years, this great gentleman akiambiriria kuiguika thiini wake hari na kaundu. I salute Archbishop wa Ng'ombe ni uguiga because we saw it. Aria tureroragira his interview that is trending with millions. Interview ni wa Kiruba ni mumionete. He talked about niye gemwetha na gemwariria acoke kanitha. Akamena 18 years ago in all humility, our Deputy President, twambiriirie huduma ya Prayers Beyond Boundaries Ministries twina mundurume oyo, this young handsome gentleman. And I know you are Mama Asin, you know the story. And Archbishop twambiriria daruthagiria ngenda tuhunjagie nake, and we preached together. No tukiremano todo dajiguaga. And the reason why atajiguaga, it is because you cannot have two heads. Modo dagigia ciongo igire. We realized he had a vision, and I also had a vision different from his. Na vision igire itikaranagia na ifataraga maguta ma Ngai itigithukanio no igathie na mbere hamwe. If you stuck by me, my son, and I'm proud, Kameme FM proud of you, we wouldn't have all this. Ndeciria no kugia ikombe kanitha andu mokage kuria na kunywa. If you stood with me, ahunjia aria mari thiini wakwa, we wouldn't have come this far. Your Excellency, miaka 10 mihituku after the post-election violence,
Gigia ciana nyingi muno. When they are saying aroraga ciana 80, they are beyond 80. He brought all his friends to me. Na kidehere one dagitari. Kama uadutu and he's here. Thank you so much, sir. Archbishop Makiogania Arata Ao. Damn, you remember all this and so many others who are here with us today in all humility. Magioka korora ciana ndirare nacio 150. Akioya ciana ciganona acigoragire nguo arihage thukuru na ndangĩnjĩra. I am here to say I am proud of you, my son. I am happy of you. Your Excellency and our Archbishop. 5 years ago, nijikaga program. I was doing the kwegagura kiroho Kameme, waking up at 4:30 in the morning to do kwegagura kiroho. Na roshini rwatene my Archbishop gutikoragwo wa gukuhe cai kana mai. But in all humility, and I worship God for this. Muthenya umwe hoete njiũire maithori 5 years ago. Murango wa studio ukihingũrwo. And I saw my handsome young man okĩte na gĩkombe gĩa kahũa. And I asked him, nĩkĩ weka? Ndaigua tu nĩ ũndũ wa gũkwenda. Ngũgirie maithori nĩ ũrĩa watũhoera. Ndakũrehere gĩkombe gĩa kahũa. And he gave me the cup. Actually, I still have the beautiful cup. Na kuma hĩndĩ ĩyo my Archbishop, Your Excellency, he started bringing me coffee. You thought I forgot? Kahũa oro mũthenya. One day adehere kahũa roho wa Ngai akĩnjĩra mwĩre arie. We usually don't share the platform. At the day, nindideka platform, nindideka program demohe. But the Holy Spirit said, give him. Gemwera okawarie kaundu ke. Jaru gomera ati ana no de makenirie damara ona ko makenia. Theine wa ko makenia hare kiugo. They had some young man that I love and cherish. Kameme bego ito ya kameme, beo ito ya kameme, and I worship God for this. Anyita microphone studio. Akihoera, akiaria maodo marito, ando makiambia konjera mwetage maita maige. And I told him tiga ohetageria, akinjira ondu itakariganirwo. Ndingehetiria uria ohana, uria nyendaga gugatuika. Do you remember? Because I desire to be like you. Look at it. You climbed on my shoulders. You are becoming greater than I am. Why? Because a mother, Ninawashiana, Reverend Ben, my bishop, Mami wito daragia githungu ta giakwa, mami dehu bagatanie, mami dathiete kuria thiete. So a mother will come down as you ride on my shoulders. Wambiriria kuhoya, maundu magicenjia, the prayers, the encouragement. Andu makirira Kameme, gikwira Reverend Ben, no ukahujia, ni ukwambia kanitha it came to pass. Gikwira no uguthii uthiete ugiuka ukite ihenya, gikwira nie thiaga kahora. No na ndathie kahora, too anointed for God. On behalf of Kameme FM, our listeners all over, the leadership of Kameme FM, I am standing here as servant of the Mosai. Kuga netukwedete, ni utukenetia. Go, 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 son. The hand of God upon you. As I sit, Bishop, my Archbishop, as I sit, Your Excellency, the Deputy President, I told him yesterday before the ordination, because I got ordained 18 years ago. Our church is 10 years. Because the vision is different, what we are doing. But I told you one thing, and as I go, on behalf of all of us and Kameme fraternity, anointing that you have received and you are receiving more can only be sustained by humility, I beg you. Then the fear of God, character. My son, even in the media and where we are, and above all, the right doctrine. He told me, do not seek to be popular, seek to do right. You are already very popular in this nation. You are Mako Sataya. Because you are already popular from now in all humility, in front of our great leader and all these great men and women. Do not now seek to be popular. You are already popular. Seek to be right. We love you. We are supporting you. Go, my son, go. I love you. We salute you, Wagojiri. Umeongea vizuri. Haya, tuimbie Bishop mtarajiwa kawimbo. Nitafanya fanya kazi fanya kazi ya Bwana. Nitafanya fanya kazi fanya
fanya kazi, fanya kazi ya Bwana. Sasa Bishop mtarajiwa Ben, tungeuliza usimame, tukupigia makofi tena. Tunauliza mke wako Joycelyn aweze kusimama. Na sasa tunataka kukutuma kwa family members uweze kusalimia salamu za mwisho ukiwa Lefred, alafu uangalie ni kina nani walikuja, kisha baadaye wakusindikishe kidogo, alafu na sisi tukukaribishe, tukulete kwa madhabahu pamoja na mkeo, ndio muweze kuwekwa wakfu katika ofisi zile Mungu ametaka. Watu wa family, simameni mahali mlipo. Nimesimamisha wageni kuongea, maana sioni wakitoa pesa yoyote kwa Kiengei, na kwa hivyo wataongea baadaye. Mtu akimaliza kuongea anampatia kibahasha. Ithetiguo wega tutigakiarie tucoke tumutige na mathiri. Asante. Watu wa family, hamumpigie hata kagemi amekuja kwenu hapo. Asante sana. Na sasa tungeomba uweze kushikwa mikono hapo na watu wenu wale walio karibu, wakikwambia kwamba enda ufanye kazi ya Bwana. Asante sana. Haya, hao wametosha, usisalimie wote. Bishop mtarajiwa, tunaomba kwa niaba ya hiyo family, tunataka tusikie Mr. Iregi. Mr. Iregi, tunataka tusikie kama mmekubali huyu mtu afanye kazi ya Mungu na hata kuwa na shida yoyote kutoka kwa family, na ajue damu yao yote imeshikana, afanye kazi ya Mungu. Mr. Iregi ni nani? Ni nani? Huyo mwenye mewani. Ogitwire ole family yugete ngoge support mundu ucio arute wira wa Ngai. Asante. Sasa Bishop washa kusalimia watu. Bishop mtarajiwa, simama vizuri na mke wako nyuma yako. Mke wako atakuwa anasimama nyuma yako. Mama, simama hapo nyuma ya Bishop. Hapo. We Bishop Kiengei, jaribu kurudi nyuma kidogo. We, mke wake sijamwambia arudi. Nimeambia wewe urudi. Mama, kwa nini unarudi? Karibia, haya rudi. Unasikia umesuhiliwa? Hiyo ndio kazi yako. Akitaka kustep back na mwambie hapana, niko hapa, hauwezi kurudi nyuma. May God be with you. In Jesus name. Sasa wewe utatuambia vile a family imeamua kumpeana afanye kazi ya Mungu. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe JCM. Sisi kama familia tumekuja celebrate the goodness of God that we have been waiting for long. Sisi tulilea huyu mtoto na tabia njema na mafanikio mema. We thank God because now today we have our chief guest, our deputy president. We have never come close to him. Tumekuwa tu tukimwona kwa mtandao. This is the son that we have tried so much to make him the way he is today. We saw the vision and we have been fighting that vision to be there as a family. Tulianza kumlea zamani. Hata jana nilipigwa simu na mtu ambaye mlisikia akisema alikuwa anakata viazi ndio abebe ikiwa nyingi, akaniambia na umwambie gunia 2 atarudisha. Sasa niliambiwa gunia 2 Bishop utarudisha. Ile ulikata. Usijali, sababu nitakusaidia kupeleka. Sababu today as a family we are hiding
to the farthest destination. Sababu ambayo sisi kama familia tunajivunia. Mtu ana bidii, mtu ana uwezo, mtu ana kibali, na mtu ambaye anajua kunyenyekea. Ukiangalia hata nyinyi mnajua ukweli, naenda ambao kukura huko chochoro sababu ya kunyenyekea. We are not only giving you a man, but we are giving you a man who can humble and handle the biggest office and the smallest office. Si huyo ni mbarikiwa. Hata wenye wana hudumu chini yake na waomba, na ninawaomba mara 1000, be patient and wait for God to promote you, because God is coming to do many things that we are waiting as a family. By the mercy of God, our son, by the mercy of God, our son, you are going places. Nilikuambia nitaomba, na whatever I touch like this, it becomes gold. This is a gold that we have handed over to the whole church and the whole country. Ndio usaidie kupromote everything. Be patient, be kind, na usijiteteage. Wait for God akutetee. He will continue promoting you, guiding you far. Hata ukiona vitu zinarushwa huko, wewe nyamaza. Wewe nyamaza, usijibu. Hata sisi hatujibu. Unajua tulikuwa tumejihalia Bwana Deputy President, Archbishop, lakini Mungu akatuosha. So watu wengine hawajuagi tulioshwa. Anafikiria tu pale ulijihalia haujaoshwa, lakini tulifanywa nini? Tulifanywa nini? Tulioshwa. Sasa alioshwa. He is no longer the way you used to know him. He is a blessed one and will continue doing more, and we are handing you all the power as a family for God to promote you, guide you, and give you power. Amen. To be the person that you are looking for. Thank you. Tumesikia maneno mazuri sana kutoka kwa family members, na tunaomba family members wakushike mikono. Yule hata baba yako pande ingine alipresent mama yako, wakisema ya kwamba hiyo mikono wamekushika, wamekupeana kama vile maneno tumesikia. Na kwa sababu uko na mke, ningependa kuomba Francis Githigo kwa niaba ya Joycelyn aweze kutuambia kama wamekubali awe Mrs. Bishop. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Wa mbere nĩ kũcokeria Ngai ngatho, mũheani wa muoyo, andũ aithuothe gũtũkinyia gũkũ. Tucoke tukene tucereirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Vice President witũ, kĩu nĩ gĩtĩo kĩnene mũno. Excellency the Deputy President, the man we are praying for, and God hears us. The leadership, all of us gathered here today. My friend, my son, Mama Superior is standing in front of you. Ajetaga Mama Superior. Ngai atue wa kumahe uge uria utathiraga nĩ kũmongerera tondũ nĩ makĩrĩ uge ũcio ũtuĩke mũingĩ ngoro ciao ituĩke cia gũtaũrĩrwo uge nĩ Ngai, macoke andũ mamenye matuĩke a kũmenya gũcagũra ũru na wega, ũru maũte matuĩke a kũrũmĩrĩra wega. Ngai nĩ mwega. And as we continued over the years, Hedemwe Bishop, Lilia mwanake oyo, ni mwanake wako, and I love him so much. Na niyo twanarua, noga tutigithũkania bara, no twaruaga nĩ ũndũ nĩndonaga kĩrĩa kĩrahanĩka ũmũthĩ. And so we cannot fight anymore. Over the years, this great gentleman, akiambĩrĩria kwĩguĩka thĩinĩ wake harĩ na kaũndũ. I salute Archbishop wa Ng'ombe Nĩũgũiga, because we saw it. Arĩa tũreroragĩra his interview that is trending and trending with millions. Interview nĩ wa Kĩrumba, nĩ mũmĩonete. He talked about niĩ ngĩmwetha na ngĩmwarĩria acoke kanitha. Akamena 18 years ago in all humility, our Deputy President, twambĩrĩirie huduma ya prayers beyond boundaries ministries twĩna mũndũrũme ũyũ. This young handsome gentleman. And I know you are. Mama Asin, you know the story. And Archbishop twambĩrĩria tarũthagĩria kenda tũhunjagie na
Gatugatire ngai ofisini ya bishofu na mutumia wa bishofu ndahoya kirathimo iguru riao ati maisha mao mothe mwathani wako hari maundu maramarituhagira riu mahuthe na maguta maheaga gitio na ori makenere maguta maria maigira kwa matano ndeciria no kugia ikumbi kanitha andu mokage kuria na kunywa ndu wanyu mundu ni ndakioya tubahurire rohi magicoka after the post election violence gigia ciana nyingi muno when they are saying aroraga ciana iti they are beyond 80 gogo atungatiri he brought all his friends to me na kindehere one ndagitari kama wadu to and his oh he's here ha kigongona-ini atungatiri mugerere hale thutha wa kamera wega mutikagere ha mbere mugere hale thutha wega muthiuruke mumire o haria mumira hau ri mukindindikira mundu uyu murehe hakuhi na kigongona na ithui na andu a Ngai tumwamukire thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai nigetha oke kigongona ambirie process ya kuamuru atuike bishofu. Sasa tunataka kumlete askofu mtarajiwa kwa madhabahu tuweze kumpokea hapa pamoja na watumishi hao wa Bwana. Hiyo ndio main committee ambayo iliketi chini na ikaorganize mambo haya, na pia vile vile tumeungana na askofu wa Ng'ombe, tumeungana na askofu mtarajiwa Bangojiri. Asante sana washugaji, tuwapigie makofi jamani, ni wengi. Wengine wasimame hapo nyuma, ange marogame hau thutha. JCM forever, JCM iprosper, JCM isimame imara dunia. Pastors, ningependa kuambia kwamba nimeona hata kati yenu kuna mabishop, na ni asante sana kwa kuheshimu huyu mtu mkiwa mabishop na mkiwa maaposto, watu wakubwa kuliko yeye, lakini mkamheshimu akiwa reverend. Lakini sasa mafuta amepata mengi ya kusimamia hao watu wote. Kile ningewauliza ni kwamba muwe na tabia nzuri kwenye makanisa ya JCM. Msiharibu madhabahu. Madhabahu iheshimiwe. Kanisa la Bwana liharibiwe la JCM. Nyinyi ndio crown yake. Paul said, "You people of Akaya are my crown." Nyinyi ndio crown yake. Bila nyinyi, swali la kwanza nilimuuliza wakati alisema anataka kuja awe askofu, nilimuuliza usimamie nani? Akanihesabia makanisa. Na ikuwa imefika hivyo, alinihesabia kama 16 17. Nikamwambia hata kuna watu wako bishop na wako na kanisa 3. Nikamwambia kama ni hizo. Na sasa leo nimeona mmekuwa sana. God bless. Na wengine ninawajua nyinyi ni watu mmehubiri miaka nyingi. Mheshimu hii mtu. Mumpatie support ya maneno. Usikubali kuketi chini na kakudi kuongea against this man. Bana mafuta yale yamekuja juu yake, mnaiona na mmeijua na mmekuja kuishuhudia. Mumsupport na maneno mazuri, mumsupport na dia yote. Nataka akitana mkutano kanzo yako. Sisi ndio tunafanyanga, tukiitwa na wale wakubwa kuliko sisi tuna kanzo yetu, tunaenda hiyo. Na hatuendi huko kutoa kusema ya kwamba hata mkiniona hapa nimekanzo mikutano, tunajifanya hatukuwa naye. Ndio mkubwa yetu asikimana, hata Twitter kila siku asikia kwamba ameheshimiwa. Mheshimu hii mtu. Na wale mumeoa mkae na bibi zenu, msioe bibi, msifanye mambo iharibike. Wale
Kwa hivyo tutaomba maombi ya kukupokea Baba katika jina la Yesu. Kwa niaba ya watumishi wote wa Mungu wako katika nyumba hii, kwa niaba ya watumishi hao wako chini yake, sisi tunampokea Reverend Benson Kamau katika madhabahu hii aweze kutumika katika ofisi ya askofu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Karibu, karibu, karibu. Pelekeni mahali atasimama. Karibu mama. Ni wewe sasa. Ni time yako. Mko wapi wa mama? Na wewe sasa ufanye kazi ya Bwana chini ya nyuma ya mtumishi wa Bwana. Usiwe mama wa kukasirika. Tutakuweka mafuta leo, lakini ukifika nyumbani mafuta haifanyagi mtu asahau kupika ugali. Karibu mama. Mafuta haiwezi kusahau mtu, hata huwezi kukuambia mzee hata mimi niko na mafuta. Mafuta tukifika nyumbani tunakuwa bibi. Na wewe sasa ufanye kazi kama mke wa mtumishi wa Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu tunaombea mama anapoingia kwenye ofisi ya Reverend ya kwamba mafuta ile itakuja juu yake. Bwana umbariki na familia yao yote na watu wale wote watakumsikiza, umpe hekima, busara na maarifa. Na mimi namuombea baraka tunapompokea kutoka kwa watu wao na kutoka kwa wachungaji katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Welcome to the altar of God in Jesus' name. Asante, tumpigie makofi. Thank you. Karibu nafasi tutachukua baadaye. Onyesha mahali tutaweka. Wachungaji ni siku ya furaha, hakuna mtu amekufa. So tunaispect furahi. Sidio? Kwa hivyo Mungu abariki. Sasa akirudi kuwaweka mafuta atakuwa amewekwa mafuta inafaa. Rudini njia hiyo, msirudi hiyo, mrudi njia hii. Asante sana. You are the crown of this man of God. God bless you very much. Go and excel. Ni siku ya furaha. Watu wamekufa, siku ya furaha. Amen. Asante sana. Tunashukuru Bwana. Simama nyuma ya kwa hivyo hapo hivyo. Asante. Tuwapigie makofi wanapofika hapa kwenye madhabahu hii ya Bwana. Asante sana askofu wa Ng'ombe. Nitakuita baadaye nikiwaombea. Amen. Asante sana. Tunashukuru Bwana. Simama nyuma ya hapo hivyo. Mtu huyu. Asante. Tuwapigie makofi wanapofika kwenye madhabahu hii ya madhabahu hii ya Bwana. Baada tayari tumefanya ile inahusu watu. Na sasa tumekuja hapa kufanya ile inahusu madhabahu ya Bwana. Na tunakuomba ya kwamba madhabahu ya Bwana uiheshimu vile umekuwa ukiogopa ukisimama hapa, hata kama ni wewe umejenga, uendelee kuogopa hivyo. Uheshimu watu hawa, uachikanishe harusi, wale wanakufa unawazika kwa heshima, wale wagonjwa unawaangalia kama vile umekuwa ukifanya, ili kazi hii yako isiwe na mtu atailaumu. Na kwa hivyo baada ya kupokea, tunataka kuapisha mke wako ya Bwana kwamba hakuna siku itakosa kuingia kanisani akiwa ameonana na wewe nyumbani kwa maneno na pengine matusi. Mama, utaapa ya kwamba kazi ya mtumishi wa Bwana utaingia kati, tunakupatia vao, tunaweza kusoma mke wako, tunataka kuapisha uweze kusikia. Utakosa kuingia kanisani, siku utakosa kuingia
sana na wewe nyumbani kama ameonana na wewe nyumbani na mama utaapa ya kwamba utaapa Bwana kuna kazi ya mtumishi Bwana tunasipatia nao tunapatia wife of Bishop na Benson Kamau Jocelyn Mugure anaenda kutusomea vao yake. Declare that I shall never in my life be a hindrance to God's work that the Lord has entrusted to his servant, my husband. I commit this before God, before his servants, and before the multitude. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Declare that I shall never Amen. Kwa hivyo hakuna wakati tutakosa Askofu Benson kwa madhabahu tuseme ni problem kadogo kalitokea asubuhi na mama ndio tumeapa hivyo. Na kwa hivyo ningependa mama atujulishe watoto wao tuweze kuwaona tuwajulishe watoto hao siku hii kubwa. Kwa hivyo yule anaangalia watoto tuwapee watoto sasa tuwaone na mama aweze kuwajulisha sisi. Let's appreciate. Kale kampya ndio hako kanakuja. Wewe kapeleke pole pole, ukikaangusha itakuwa news. Asante sana. Tunashukuru, kalete hapa karibu. Thank you, a good family kuja pande hii. Sasa mama utatutangulisha, utuambie first born, second born, third born na tutashukuru. Tuko na Opa Waithera Gathongo. Kuna Asen Kamau Gathongo. Na mwisho kuna June Waithera Gathongo. Asante sana. Wakati tutawekea mafuta askofu, tutapaka watoto wako mafuta kidogo, ndio katika kukua kwao na life yao kusitokee kitu chochote kitafanya huduma yako idhihakiwe. Asante, Mungu awabariki. Waweke karibu, tutawaita tena. Thank you. Let's appreciate them. Thank you children. Thank you. Kujani. Okay. Asante. Sasa tunataka kusikia history, profile of the man of God, Benson Gathongo Kamau, that is standing before me. We want to hear his profile. We are now about to know your age. We are going to know when you are born, so that these people can know your history. And the history will be led by Pastor Mwaura. Asante. Nitasoma wasifu ama profile yake Bishop Elect Benson Gathongo Kamau, ambaye alizaliwa hapo tarehe 22 mwezi wa kwanza mwaka wa 1986. Aliweza kufunga ndoa na mke wake Jocelyn Mugure hapo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka wa 2020, na wamejaliwa na kubarikiwa na watoto watatu. Katika masomo yake alianza shule ya msingi ya Maji Mazuri Forest Primary School, alafu akaingia shule ya upili ya Tumaini Secondary School, na yeye huwa anahudumu katika kanisa la Jesus Christ Compassion Ministry. Amen. Asante sana. Hiyo ndio short profile ya Bishop, lakini long profile nafikiria iko kwa media. Watu wote wameona mambo yake yote kutoka wakati aliingia duniani
na tunashukuru. Sasa askofu, kabla hujasoma hapo la askofu, mke wako anaenda kuwa referend siku hii ya leo. Na referend ni ofisi kubwa kwa sababu anaweza kusimamia wachungaji wengine kwenye kanisa hii. Na kwa hivyo tungependa utuambie ya kwamba hakuna siku atashindwa na kazi ukiwa wewe umesimama mbele yake na kumkasirisha. Na Bishop Ben, mimi ni tumaini langu ya kwamba haujawahi kupiga yeye makofi. Bishop hapiganangi. Sasa ukipigana utakuwa umepiga nani? Referend. Ati amepiga referend makofi. Na wewe Jocelyn, ukiongea vibaya utakuwa umeongelesha nani vibaya? Bishop. Sasa lazima mbadilike mwe watu wengine. Na huyu wangu tumeoana miaka zaidi ya 30 na sijampiga. Kwa hivyo ile mafuta na kuweka haina kupiga bibi. Kwa hivyo mke wako awe na smile kila Sunday, asikuja hapa anasema noko hutagi odra hutagi lione bishop wi. Bishop riu no nginya ukihite ukiuge nake ni akuruta irote kuingirira. I Benson Gathungu wa Kamau, husband to Reverend Joycelyn Mugore, on this 21st day of June, the year 2024, make declaration that I shall never in my life be a hindrance to the work of God and the Lord that the Lord has entrusted to his servant. I make this commitment before God, his servants, and the multitude. Help me, O God, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And we all say, Amen. Amen. Sasa tunataka sasa kuwaingiza kwenye hapo la ofisi zile mnaingia. Madam Jocelyn anaingia kwenye ofisi ya Lefred, na ofisi hiyo ni ofisi kubwa na tumemfanyia mitihani ya ofisi hiyo na tumethibitisha ya kwamba atafanya kazi ya Mungu kwa njia inayofaa. Na kwa hivyo tunauliza Lefred Jocelyn aweze kufanya hapo la ofisi hiyo mpya ambaye ataingia kuanzia siku ya leo. I, Reverend Joycelyn Mugore, do take oath on this 21st day of June this year 2024 before God, his servants, and this multitude, that in the name of the Lord Jesus Christ I shall in all faithfulness and truth serve in the office of the Reverend Jesus Christ Compassion Ministries. I shall uphold the word of God to mentor the body of Jesus Christ and to propagate his gospel to all nations in season and out of season, without fear, favor, and prejudice. May the grace of God above, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bishop Benson Gathungu Kamau, wakati wako umefika to make a vow to work in the office of a bishop. Remember that the office of a bishop ni ofisi inahudumia wananchi pamoja na kanisa la Bwana, na kwa hivyo tumekuweka mafuta ambaye itakubali uende mpaka uhudumie kanisa zile zingine, uhubiri mpaka nchi za ng'ambo, na tunakurequest ukienda ng'ambo unabeba hiyo mrembo yako, usiende peke yako, maana tumedhibitisha hapa ya kwamba wewe ni mwanaume mrembo, na wazungu hawauliswi, ni wao wanauliza mtu. Kwa hivyo tunakuuliza sasa, unabeba mke, unawaambia niliulizwa mapema kabla mmoja niona. Nimemwambia vizuri abebage mke wake akienda ng'ambo. Tunawaona Amerika wote wawili. God bless you. I, Benson Gathungu Kamau, do take oath on this 21st of June, the year 2024,
before God, his servants, and the church of God, that in the name of the Lord Jesus Christ, I will with all faithfulness and truth serve in the office of the bishop in the ministry of Jesus Christ Compassion Ministries International. I shall, according to the word of God in 1 Timothy chapter 5 and verses 21, judge everybody, great and small, without favoritism and or partiality. This do I declare in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sasa tutawakabidhi mikononi mwa Bwana kwa maombi na kutaka Bwana aweze kuongea juu yako, ili ukibia na hilo neno kama vile imeandikwa kwenye kitabu cha Timothy wa kwanza ya kwamba remember the words of prophecy that were spoken to you in the day that the elders laid their hands on you. Kwa hivyo wakati umefika wa kuweza kukuombea, na kabla hatujapiga magoti tusikie profile ya madam, tusikie alizaliwa lini. Leo madam utakuruhusu tujue miaka yako. Tunajua hiyo ni nyingi sana. Tunajua ya kwamba wanawake wanapenda kusema ni adult, na lakini leo tutasikia ulizaliwa lini. Please, I hope we have the profile of our sister. Do you have it? So read it. Pastor Mary is reading it. Soma profile Reverend Mtarajiwa Joycelyn Mugure. Alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 1996. Akaingia katika ndoa tarehe 15 mwezi wa 2 mwaka wa 2020. Ameolewa na Bishop Mtarajiwa Benson Gadongo Kamau. Wamebarikiwa na watoto watatu. Masomo, aliingia katika shule ya msingi St. Agnes Primary School na kwa hivyo na shule ya pili ama secondary school akaingia Gatura Ngaos. Anahudumu kanisa inaitwa Jesus Christ Compassion Ministry. Pelekeni mahali atasimama. Karibu mama. Wewe sasa time yako. Amen. Na sasa tunakaribisha tuweze kupiga magoti. Amen. Karibu pelekeni mahali atasimama. Karibu mama kwenye mikono ya Bwana. Time yako pande nyingine. Ni watu wameweka nyingi hizi wewe subiri. Asante. Thank you. Mshike mkono. Huyo ndiye mtakuwa na yeye katika hii kazi ya Mungu. Msupport one another in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Na sasa ningependa kuuliza marafiki na watu wa kanisa la JCM Kiengei, watu wote ambao wataongea baadaye, mtu askofu waweze kusimama wakati tunamuombea, na watu wa kamera mpige picha mzuri, msiwe na wasiwasi. Mimi si wafukusi, maana hairudiwi, inafanywa once. Na kwa hivyo tungependa tusimame, wale wanaweza. Kama uko na shida ya kusimama usisimame, wale wanaweza tusimame, tuweze kuwakabidhi mbele za Bwana kwa maombi. Kuna kamera nyingine pande hiyo, mnawapa nafasi, wanapiga kamera mzuri. Yote kwa Kiengei sana. Na kwa hivyo wataongea baadaye. Mtu akimaliza kuongea anampatia kibahasha. Iletikuwa wega. Tutigakialie tushoke tumutigana madhiri. Kila mtu aweze kuomba dakika moja. Everybody let's pray for a minute for this man of God. Hata Kagemi amekuja kwenu hapo. Karaba shanda raba karaba sinde raba kata raba shanta. Maaskofu ningeomba mkuje msimame hapa chini ya madhabahu hapa kidogo.
laini hii maaskofu wale tulikuja mweze kusimama pale chini, msimama hapo. Watu wenu wale walio karibu chini, maaskofu wote wale wamekuja kazi ya Bwana. Kujeni maaskofu wale wako huko wamekuja kwa niaba yake. Tusimame hapa mbele tuizingire hii madhabahu pale chini. Let's stand down there and as we pray, the bishops please welcome. It is good to surround this place with the precious oil that God has put upon your lives in the name of Jesus. As we pray for this man of God, wapange vizuri hapa chini karibu na madhabahu, waweze kusimama hapo na kunyosha mikono yao hapa tulipo. Yesu ni Bwana mtakatifu wa takatifu, usiwe simama kukasirika. Tutakwenda mafsakara barabara ushandara barabara sandara. Everybody let's pray, everybody let's pray. We don't know what ends on will become, but we know the Lord has lifted him up when he is very young, and he will do mighty works of God in this country. He will do exploit for the King of Kings. Ya kwamba mafuta ile itakuja juu yake. Bwana ubariki Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo ninaweka mikono yangu juu ya mtumishi wako na mimi namuombea baraka ambaye umemteua nyakati hizi na wakati huu. Ninamwekelea mikono kwenye kichwa chake katika jina la Yesu na kugeuza mafikira yake na mawazo yake na akili yake, ndio sasa asiwe mwanaume wa kawaida tena kwenye ofisi ya Reverend. Sasa aweze kuingia katika ofisi kuu ya askofu. Baba Mungu, ofisi hii ni ofisi ulisema unaiheshimu na iko na madaraka mengi, na kwa hivyo Bwana ninambariki ya kwamba hakuna kitu chochote kitazuia atekeleze kazi ya askofu, ya kwamba nguvu zote za giza na mamlaka yote ya shetani ambaye inaweza kujaribu kupinga na kuzuia kazi ya Mungu ndani yake, tunaiondoa milele katika jina la Yesu, na kutangaza ya kwamba hatapata madhara yoyote akifanya kazi ya Bwana. Hatahusika kwa ajali ya barabara ama ajali yoyote, hatahusika kwa shida yoyote, hatakufa kifo premature, ataishi mpaka awe mzee. Nimesimamisha mambo yale yote mabaya inaweza kupangwa na shetani kinyume chake na kumbariki mbele ya watu hao wengi. Baba, ninakuomba kwa jina la Yesu ya kwamba kwa kumwekelea mikono nimemteua siku ya leo ili aweze kufanya kazi katika ofisi ya askofu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Tunakuomba ya kwamba madhabahu ya Bwana iheshimu bila kuogopa hapa, hata kama ni wewe umejenga. Na neno la Bwana limekuja askofu, uheshimu watu hao nikisema ya kwamba tazama wale wanakufa nitatiisha mpaka wasungu wale wagonjwa wanaangalia kama vile nitakuletea wasungu wafanye kazi chini yako, nitakuletea missionaries kutoka mbali, nitabadilisha maono yako kuliko vile umewahi kufikiria ama kuwaza. Kile umefanya sasa nitone kidogo, nitakuonyesha na kufungue macho, nikuonyeshe vile utafanya, ndio nitume mataifa kwako. Nitume mataifa kutoka nchi za mbalimbali, na watarara kwako, watakunywa kwako, watakula kwako, kwa sababu nitakupatia manyumba mengi yao ya kukaa. Tazama maono yale nimekupatia, hata ukiambiwa hauwezi kuamini, lakini nilikujua wakati ulikuwa kwa tumbo ya mama yako, na nimekupitisha kwenye tanuru la moto, nimekushoma pande zote, na nimekubali kukutumia ili uwe mtumishi wangu na iwe mtume katika kazi yangu. Hivyo ndivyo Bwana amesema juu yako, na sasa naomba upokee nguvu ya Mungu juu yako katika jina la Yesu Kristo. Sakarabarabo shanta, tunakupokea na kukuweka katika ofisi ya Reverend katika jina la Yesu Kristo, na kuguza kichwa yako na kubadilisha mawazo yako yote na mafikira yako, ya kwamba sasa ukawaida wa kike uondoke ndani yako, uingie katika nyumba ya mtumishi utakayotumikia wanaume na wanawake. Sasa ninakuweka mikono na kukubariki ya kwamba hakuna jambo litakuwa nzito mbele zako, ya kwamba nimeleta furaha kwako na amani na furaha ya kunifanyia kazi. Bwana anasema juu yako ya kwamba tazama nimetumia wanawake wengi walio na shida na utasuluhisha shida zao. Tazama utajulikana kote kote, mwanamke aliye na hekima ya kuongea na walio na matatizo, na nitakufanya usuluhishe shida zao, lakini usiogope.
Uondoe uoga ndani yako, usiogope. Bwana anasema niko na wewe mpaka mwisho. Baba Mungu, kwa maombi hayo na neno hilo la unabii dogo umenena juu, the Holy Spirit come upon you in the name of Jesus. Let the anointing of God cover you. Rakaraba, ninasikia Roho anazidi kuongea juu yako Ben, kwa sababu Bwana anasema ya kwamba utafungua shule ya kufundisha wahubiri. Wahubiri wengi nitakutumia hawajui lolote, nitakupatia uwezo na nguvu. Ndivyo Bwana anasema, nitakupatia mshanga wote utahitaji, na watu wangu watakuwa wanasoma kwako na wanahitimu kunifanyia kazi. Hivyo ndivyo Bwana anasema. Tujui mambo itakuwa namna gani, lakini Mungu amekuita na mwito mkubwa nchini Kenya, na tunafurahi kuweza kuwa katika ibada ya kukuinua na kukuweka mafuta katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Mafuta haya ambayo ninatakasa, mafuta yale itakuja juu ya kichwa cha Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Katika hii pembe nimeweka mafuta matakatifu, mafuta ambayo nimetakasa, mafuta ambayo nimeombea itakasike mbele zako katika jina la Yesu. Mafuta ambayo Bwana ninaomba ikuje juu ya mtumishi wako, ili popote atakapoenda ataheshimiwa na ulimwengu, na ataheshimiwa na watu wa Mungu, ataheshimiwa na watu wa dunia, na hata ataheshimiwa na watu hawajaokoka. Ninaomba ya kwamba ataheshimiwa na wazungu, ataheshimiwa na watu weusi, ataheshimiwa na Asians, ataheshimiwa na watu aina yote. Na Bwana, mambo yoyote utafanya kwake utambariki. Hata siku zile utampatia ndege ya kuhubiri, itajulikana ya kwamba mafuta ile ilikuja juu yake, ilitangaza ya kwamba Mungu amemuinua sana. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Following your public conversion and vow to serve God in the office of a bishop, following the testimonies that were given in this place, following the words that were issued by servants of God and even a little God in this place, I, Harrison, now pour this oil on you as a sign of your consecration day, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Asante sana, asante sana. Wakati tutawekea mafuta ya askofu, tutapaka watoto wako mafuta kidogo, hiyo katika kukua kwao na maisha yao, usitokee kitu chochote kitafanya huduma yako. Sasa hii mafuta kwa ajili ya mkewe, ya kwamba Bwana kufanya kazi ya Leverett, mafuta itakuwa imemwagika juu ya maisha yake. Na Bwana wa mbinguni katika jina la Yesu, kufuatia mashuhuda mengi yametolewa juu yake, na thibitisho ya kwamba amemwita, na mimi namwagia mafuta hii ya Leverett katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. We are going to know when you are gone, so that these people can know your history, and the history will be read. Mume wako kidogo, nimekupaka mafuta kidogo ya mume wako, ndio wakati wowote mume wako anapigana na mapepo na kuangusha ngome, hakuna wakati utadhirika hata kwa sababu ya kazi aliyofanya. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, nimepaka mafuta kidogo kutoka kwa chupa ya mkeo, ya kwamba kazi yote ya huduma mke wako atafanya haitapata madhara juu yako yoyote. Thank you, members of the media, for honoring our invitation. Early this morning, we received the dreaded phone call informing us that Kenyan police had shot and killed
19-year-old Rex Kanyike Masai for exercising his constitutional right under Article 37 of our Constitution. It provides the right to peaceably and unarmed assemble, demonstrate, and picket. In a strongly worded statement, the African Union also reminded the Kenyan government that the right to peaceably protest is enshrined under Article 11 of the African Charter and must be respected. Rex, along with hundreds of thousands of other members of Generation Z, had assembled in Nairobi streets. He braved the cold front to hold up a placard and join in a protest song against the Kenya Kwanza regime. Rex, like all his comrades, was peaceful, unarmed, and non-violent, but he was senselessly gunned down by a police bullet. This is a tragic event with far-reaching consequences. Our coalition is extremely disturbed by Rex's fatal shooting. We have far too many memories of these tragedies, and our thoughts and prayers are with his family, with his friends, and the community that has suffered such a terrible loss. We stand with Rex, his family, and his comrades. We pledge to offer all our help required in seeking answers and justice. We demand that these perpetrators of police brutality be arrested and charged with murder before a court of law. Fellow Kenyans, it is evident that there is a big problem with our security officers, as these tragic shootings are not isolated events. Not long ago, when Kenyans marched for Maandamano, 75 people were killed because certain police officers opted to fire live bullets into peaceful crowds. This is a return of a police force instead of a police service, contrary to our Constitution. Despite the publicly recorded crimes, the murders of the 75 victims are yet to be investigated and the perpetrators brought to justice. We have not forgotten, and we will never forget. As Azimio, and on behalf of the people, we demand that Inspector General Japheth Koome and Nairobi Regional Commander Mr. Adamson Bungei immediately tender their resignations for failing to protect the peaceful demonstrators. We also demand that the Director of Public Prosecution bring charges against Koome, Bungei, and their rogue officers for the murders of Rex and the 75. All Kenyans' lives matter, and our police service just know that one day you'll be held accountable for all their lives lost. We further demand that all protesters detained illegally by state security agencies be released immediately and unconditionally. Ladies and gentlemen, yesterday, June the 20th, 2024, 115 members of the National Assembly voted to reject the Finance Bill 2024. They stood in solidarity with the majority of Kenyans who have used all platforms available to categorically say no to the punitive and irredeemable bill. A number of them are here with us, and we congratulate you, Waheshimiwa. And our coalition honors their contribution on the floor of the august House. It did not go unnoticed. You are indeed the patriots. Inexplicably, the other 204 MPs stood against the nation. They are the traitors and the exemplification of the biggest betrayal to Kenyans. Not cloud chasers, concerned with growing their TikTok numbers, as alleged by the Kenya Kwanza regime and its sympathizers. Their images have not been photoshopped or generated by AI. The Gen Z on the streets are your authentic constituents. Zakayo,
Your employers have said enough is enough. They want you to go home today and now, not on August 10, 2027. Fellow Kenyans, this is the Kenyan spring, courtesy Gen Z. We are witnessing an organic and tribalist collective gathering of our youth who are tired of KK's wealth of bottomless lies, corruption, and disdain. Hour by hour, their numbers grow. This is a significant turning point in the history of our nation, comparable to Sabasaba Day. We note that Kenya's Gen Zs are issue-driven and non-violent. They demand transparency from authorities and institutions. Despite their young age, they are politically engaged and eager to participate in civic activities. We say, quote unquote, musilale bado mapambano. Ladies and gentlemen, the grounds for the recall of the 2004 and the impeachment of Zakayo have never been clearer and more pressing. As Azimio, we have started the process. Let us do it for Rex and the fallen 75, and all those Kenyans suffering because of this betrayal of public trust. Azimio stands in solidarity with Gen Z and all aggrieved Kenyans in pursuit of social and economic justice. We will continue agitating for these changes through Parliament, courts, and on the streets until Zakayo comes down. Gen Z is watching. Kenya is watching, and so is the world. God bless Kenya. The President and the over 200 members of Parliament has all been clear and also said that as Azimio, you have started the process. Will you kindly be clear on it? Is it to mean that you would start, or you have started, an impeachment process against President William Ruto? By the way, some of our colleagues would have been here, like Mheshimiwa Jeremiah Kioni, Jubilee Secretary General, our sister Martha Karua, already in Nakuru, with the Limuru 3 deliberations. So they will be saying similar stuff. Edwin Sifuna, Mheshimiwa Sifuna was here before, and he has had to rush to the city mortuary to confirm this news about Rex. You will recall that during our last press conference, he actually said, as Secretary General of ODM, they had sent out letters to all their members. And we recognize some of the members of ODM, like member for, I think, Kibra, actually heeded that call and voted no. Langata, member for Langata, Mheshimiwa Jalango. Those others, and we have 3 in Wiper, we're obviously going to start that process ourselves. We have the case of member for Taveta, the county women rep for Kisii, and who is the third one? Dadab, who is actually the deputy leader of my party. Yeah. So we... Sorry, sir. Mheshimiwa Eugene would like to add. And by the way, Mheshimiwa Paranya as well could add something. And we have the majority deputy leader, Honorable Member for Kadhiani, Mheshimiwa Robert Bui. You may want to say something, but you are giving them instructions. This struggle continues. Mheshimiwa Pio Wandai would have been here, but he left very early for Nguja. They have done a brilliant job. Okay. I think on the issue of the 204, as His Excellency has said, the sanctions are clear as to the recourse that the parties will have against the defunct MPs who actually betrayed the cause. But as to whether William Ruto is impeachable as a president, the Constitution is actually very clear. And the Law Society, I think, had already given an indication that they are concerned about certain things that he has done that actually constitute grounds for impeachment. And those are being compiled. And wherever and whenever a president violates the Constitution, there are grounds enough that the Constitution sets out
He's not above the Constitution, he's not above the law, and he can be impeached. So that is one option that is on the table. You are aware that our courts found the deployment of our police officers to Haiti as being unconstitutional. You are aware that he has defied the courts and gone ahead and insisted, just the way he has pushed this draconian bill down the throats of Kenyans. He has pushed that decision to deploy to Haiti against court orders. There are things that he has done in blatant violation of our Constitution that constitute grounds for impeachment. So we want to make it very, very clear that as a coalition, working with the LSK and other interested parties, we are working on it. And that is very, very clear. But also for the media, I think we want to thank you for the highlighting of this very successful protest by the Gen Zs. You are also victims. Many of you actually got injuries. We say poorly to you, but we are also saying you must join us in taking action against this police brutality. And we're not just talking about our local media, the international media also. I saw one international foreign reporter who was injured. And we are happy that the international media took interest in this matter. We saw Al Jazeera, we saw CNN, and we are happy with that coverage and support that we received. But however, we are still very concerned that the international community, our partners, have been very quiet. Blatant violation of human rights in Kenya, both last year when we had our demos, our friends in the UK, in the US were quiet. And they turned a blind eye to the violation of human rights in Kenya now and last year. We are happy the AU has come out. But why are our international friends quiet? Is it because they have their blue-eyed boy, their puppet here? They do not want to condemn when he's doing blatant things like what we have seen, the death of this young man and 75 others. When there is corruption, other nations have been sanctioned. We saw the Speaker of the Ugandan Assembly being sanctioned by one of the countries. But when we have corruption in Kenya, a blind eye has been turned to William Ruto and the endemic corruption in the Kenya Kwanza government, including the fertilizer scandal we saw recently. The minister is still serving. Why are there double standards, we dare ask? Thank you. Thank you. Wycliffe. Thank you very much. First of all, I want to bring the apologies of a cold. I want to bring the apologies of my party leader, Raila Amolo Odinga. He has just from South Africa and is trying to rest, so he could not make it here. But he's with us. And I want also to take this opportunity to thank the 115 members of parliament, mainly from our coalition, who stood with the Kenyans to reject the Finance Bill 2024. I'm also saddened that some of our members decided to vote yes against their people's wishes. And as a coalition or as a party, we'll take disciplinary measures against those particular members because, as you have been informed, our own Secretary General communicated to them what they were supposed to do, and unfortunately, they never did that. Some of them are using local politics about the Finance Bill. Finance Bill affects all Kenyans, does not affect a particular local community. So we have to come together as Kenyans and make sure that Kenyans get the right thing that is supposed to help them prosper as Kenyans in the future. Thank you. Thank you. Babu, 1 minute. Robert Boy, you have anything? Today we are here and we are mourning the death of our hero, a young man called Rex, who was shot yesterday by a police officer. And I went earlier on to the city mortuary and I can confirm that Rex is no more. And I want to say that Rex's only crime was to fight for the rights of Kenyans. His only crime
was to come out and ensure that he fights the draconian finance bill. The crime of only ensuring that the price of unga is not increased, the price of other goods, food stuff are not increased. And therefore may Rex soul rest in peace. To the Inspector General of Police, we demand that you resign. Koome, we know that you are vicariously liable to the murder with malice aforethought of one Rex, and therefore you must resign, and the DPP must institute a criminal charge of murder against your person. To the police officer who murdered Rex, you must surrender yourself before Kenyans catch up with you, because if they get you on the streets, it will be something different. I want to state clearly to the police officers, your work is to keep law and order. Your work is not Kenyans. We are many than you. Suppose we decide to destroy you, what do you think will happen? Will we have a nation? And lastly, to the 115 members of parliament who voted, congratulations for standing with Kenyans. You voted with Kenyans. To the 204 members, you voted with the oppressors. We know you are political dealers, you are not political leaders. We know you are leaders who have a mission, but not a vision. A mission to destroy the future of this nation, a mission to ensure that the finance bill raises the cost of living in this nation, but not a vision to change the future of this nation for the best. Thank you. To Zakayo, I want to tell you that you are still on the tree. Gen Zs are cutting down the tree. Hiyo mti ndio itakatwa, jumekataa kushuka. Tupatane next week. Let there be demonstrations everywhere in the country, in every ward, in every constituency, in every sub-county, in every county, and across the nation. Let us proceed with the struggle. Thank you and God bless you. Your Excellency, for this opportunity so that we can correct two issues that I have noted. One is that, Excellencies, we noticed that there was a tendency of those 2 or 4 cronies of the Kenya Kwanza administration who are trying to imply that Gen Z are not knowledgeable enough to know what was contained in the finance bill. Maybe it is a high time you realize that these are young people that have just finished university and have no jobs because this administration has not created a conducive environment for employment. So that's the first thing we need to clarify. The second one is that the Kenya Kwanza team in the House kept implying that there is something good they have done to Kenyans. Every time they spoke, they implied that they have removed VAT on bread. They kept saying they have removed motor vehicle tax. The reality is there was no VAT on bread, there was no motor vehicle tax. Those were ideas in their brains. So they cannot be telling us that they have removed something that was not already in law. What they did is that they actually created new laws that are going to be punitive to Kenyans, and we are saying that the fight continues because we are going to the committee of the whole house on Tuesday, and we'll keep fighting for Kenyans. Aluta continua. Thank you. Well done. Sasa.